tukio limetokea kama hilo sasa. Kwa sababu taarifa ya kwanza ni pesa kupata huyu mtu, na ndio maana ya guest house, nyumba ya wageni, nyumba ya kulala wageni. Anyway, taarifa nyingine tangazia hapa. Ila hii nilitamani pia vile tajaribu kuwaza hapa ndugu yangu. Ya uwekezaji. Chana uwekezaji kwanza ndugu yangu. Wala kidogo kuwekeza. Januari, unajua mipango ya mwaka ile. Ruvuma. Kuna bwana mmoja amemchoma kisu mke wake tumboni baada ya kugundua kwamba mke wake huyo anatumia dawa za ARV kisiri, pasipo yeye kushirikishwa, pasipo yeye kuambiwa, pasipo yeye kujua. Nikasema ili ndugu yangu kwanza nitashare naye kabla ya taarifa hiyo kwanza zaidi kwanza bonga hapo tusikilize kwa mazito hapo shehe. Uzito wake ni nini? Uzito wake mtu kutumia dawa kwa siri, au uzito wake kwamba Zuberi hapo umenipa tabu kidogo, kwa sababu haya masuala ya ndoa, mpaka ndoa ni chuo. Wanapokuambia ndoa ni chuo, achana na hivi vyote tunavyofahamu hapa nyumbani Tanzania na huko duniani. Sio vio hivyo, wala sio vile vya madrasa. Ndiko ni chuo kingine kabisa. Na wanaenda mbali zile, wanakuambia ndoa ni taasisi. Taasisi ya ndoa inaitwa. Sasa swala la taasisi ya ndoa ina washikadau wengi. Na nyie wakuu wa bodi hapo juu kwenye taasisi yenu. Kuna namna ukiipiga vibaya. Atupele kubaya huko. Kwa hiyo kwa muoneo haraka, kibaya kinakuwa nini? Kutumia dawa au kibaya kuto kushirikishwa? Kibaya ni kuto kushirikishwa. Na ndio shida kubwa ya ndoa nyingi duniani. Msingi wa mwanzo tu kabisa ni mawasiliano, communication. Kama mawasiliano yakilala, basi hamna ambacho kinafanyika. Ni sawa kwenye maisha kawaida. Au yawezekana mbaya zaidi, labda ukute mmoja wapo, labda kwa mfano huyu ambaye alikutwa na huo ugonjwa akiwa kwenye ndoa, lakini kama aliingia kwenye ndoa akiwa na ule ugonjwa, hiyo ni mbaya zaidi. Kwamba hakumwambia, hiyo ndo mbaya, hiyo ndo noma. Kwamba hakumwambia mwenzie kwamba mimi na shida hii. Kwenye ndoa imeanza na uongo. Na mmeapa, kumbuka, mahali patakatifu, na mmekubali kwamba uwepo wa Mungu uko mbele yenu. Alafu umeanza kwa story. Ni kama vile ambavyo unaanza sound na kwamba mimi sina mtoto. Au unaanza sana sound kwamba mimi sijawahi kuoa au kuolewa before. Unakuta zile ndoa za hivyo kule hakuachika. Wengi walitoroka ama walihama makazi. Alipohamia amedumu muda mrefu kule, amebaki mawasiliano ya simu huko, anakuambia mimi sijawahi kuoa, wewe unakwambia mimi sijawahi kuolewa. Ushawahi kufikiria siri? Mbaya sana. Sawa, tukiachana hiyo, kuna taarifa nyingine ambayo tutaiangazia hapa kuhusiana na utunzaji wa fedha. Nimeona BOT nao wametoa onyo hususani kwa wakina mama kwamba fedha hazipaswi kutunzwa ama kuhifadhiwa kwenye manyonyo, si chuchu, si matiti. Matiti. Kwa haipaswi ile, unajua mama wao anaweka kwamba anatoa hela huko, sehemu ya kuhifadhi. BOT wanasema fedha hazipaswi kuhifadhiwa kwenye matiti kwa sababu zinachakaa haraka na kuisababishia hasara ya kuchapa fedha zingine, noti zingine mpya kabla ya muda wake. Kina mama wachangiaji huko ni karibu noti kwa sababu ya utunzaji. Na sidhani kama ni peke yao tu, wauza mikaa, wanaofanya biashara ya kuuza mikaa. Kwa kumbe hizi noti huwa zina muda wa kuchapwa, kwamba sikichapwa hazitaki kuchapwa tena mpaka baada ya miaka kadhaa. Unapochapa unakadiria kwamba makadirio sasa tumeshachapisha fedha mwaka huu, inabidi fedha ikae kwenye mzunguko kwa muda wa miaka 2 au 3 au quarterly, robo mwaka, ile mwaka wa kiuchumi. Kwa robo mwaka ya kwanza, robo mwaka ya pili, toto tutakuwa labda miaka 3 au miaka 4 ndio tutaprint fedha nyingine. Sasa kwanza kuprint tu fedha mpya ni nadra sana. Utakiwa kuentertain hiyo kitu kwa sababu itakusababishia anguko la kiuchumi. Utakuwa na hela nyingi ambazo zina thamani, kama ndugu zetu Zimbabwe pale. Ndio kuna mkate hela mka kwenye taxi. Unafahamu? Kwa hiyo au mkate mmoja unaambiwa ni milioni 1. Mkate huu fedha imeshuka thamani, inflation. Kwa suluhisho la fedha kuisha mtaani au zikichakaa
mara kwa mara au kwamba mtaani fedha hakuna. Sasa ikifika hatua hiyo ujue kuna tabu sehemu, mpaka inabidi BOT wanaforsiwa kuprint, kukubali bila serikali kuprint fedha. Serikali itaijamii